Baba mimi sikutegemea kwamba ataniacha. Kwa namna vile alivyokuwepo ananipenda, sikutegemea kwamba baba ataniacha. Mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Toa Ngoma jijini Dar es Salaam, ambaye ni mwenyeji wa mkoani Arusha, aitwaye Hosiana Bariki mwenye umri wa miaka 10, amedai kuwa baba yake mzazi alimkimbia na kwenda kusikojulikana baada ya macho yake kupofuka ghafla wakati akiwa na umri wa miaka 8, kwa madai kuwa hana uwezo wa kutoa fedha kwa ajili ya matibabu ya macho hayo. Mtoto huyo akiwa anazungumza na Gadi TV akiwa nyumbani kwa bibi yake huko katika kata ya Ilkidinga, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha, amesema baba yake mzazi alimkimbia miaka 2 iliyopita baada ya kuamka asubuhi na kujikuta hawezi kuona chochote kilichokuwa mbele yake. Aidha, Hosiana ametueleza kuwa baadaye alianzishiwa matibabu lakini hakuweza kufanikiwa kutibika licha ya kwenda sehemu mbalimbali za maombezi, ambapo katika hatua nyingine amedai kuwa akiwa anahangaika na mama yake kwenye matibabu, baba yake alirudi na kuvunja nyumba waliokuwa wanaishi na kuuza eneo la nyumba hiyo na kurejea huko ambako hadi sasa hapajulikani. Hata hivyo, mama mzazi wa mtoto huyo amesema baada ya mwanae kupata changamoto hiyo, aliamua kumhamisha shule ya msingi namba 5 iliyopo Simanjiro mkoani Manyara na kumpeleka katika shule ya msingi Toa Ngoma inayopatikana jijini Dar es Salaam kutokana na changamoto hiyo. Kadhalika, inaelezwa kuwa katika hali ambayo haikutarajiwa, madaktari waliofika kupima wanafunzi wenye matatizo ya uoni katika shule hiyo wamesema endapo Hosiana akifanyiwa upasuaji wa macho, huenda akarejesha hali yake ya kuweza kuona kama ilivyokuwa awali. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kwa majina naitwa Hosiana Bariki. Nasoma darasa la 3. Siku ilikuwa nimeamka asubuhi. Nikamwambia mama mimi sioni. Mama labda akajua namtania. Mama akatoka nje, nikaa namuita, mama mimi sioni. Mama labda akajua namtania. Mama akaenda akachukua fimbo akanipiga. Alivyonipiga mimi muda ule mama akapika akaniita, nikamwambia mimi kweli mama mimi sioni. Mama akaniwekea chakula mimi sikukiona. Mama ndio kwa akajua kwamba mimi sioni. Mama alivyojua kwamba sioni, akaenda kwa bibi akamwambia mtoto aoni. Wakamwambia acha uongo, mtoto anaona. Kujua hivyo, siku ya pili yake mama akanipeleka hospitali. Kunipeleka hospitali, nikaenda nikapimwa, nikafungwa bandage machoni. Kufungwa nikarudi nikakaa siku sijui 3 zile. Nilivokaa mama akanifungua akaniambia hapo unaona nini? Nikamwambia mimi hapa sioni kitu chochote. Na tugiza tupu. Mama akaniambia haya. Mama akatuchukua tukaja kwa bibi. Tulivyokuja tukakaa. Mama siku akaniambia jiandae. Aliponiambia jiandae, nikavaa. Nilivovaa tukaenda Dar es Salaam. Kwenda kule tukakaa kwa mamposi, tukakaa. Siku hiyo tulivyokaa sana tu, siku moja tukaambiwa nendeni kuna sehemu mtapata labda msaada kufanywa operation. Nikaenda nikafanywa jicho moja. Kufanywa jicho moja nilikopo sioni kabisa tena. Tukarudi, tukakaa miezi 3 na tukarudi. Tulivyorudi kule hospitali, wakaniambia maji yako ya njano kwenye jicho lako una tena uwezo wa kuona. Tukakaa tena pale kwa mamposa. Kuna mama mmoja alimwambia mama, mimi naweza kusaidia kwako. Mimi naweza tu kukuunganisha na mtu ili akupatie kitengo aweze kusoma. Kweli mama nikapatia kitengo nikawa nasoma pale. Basi nikachanganyika na wenzangu. Juzi tu pale kuna wageni walikuja pale shule. Wakatupima macho, kutupima macho. Nikajulikana mimi tena na uwezo wa kuona. Na ulishaipata taarifa za baba? Baba alikimbiaga akauza viwanja, nyumba akazibomoa. Kwa sasa hivi sijui yuko wapi. Baba mimi sikutegemea kwamba ataniacha. Kwa namna vile alivyokuwepo ananipenda, sikutegemea kwamba baba ataniacha. Na sasa hivi kila kitu ananisaidia mama. Baba ndivyo tena kakimbia, viwanja kashaviuza. Sasa hivi hatuna tena pa kwenda, tumeamua tutubaki hapa. Kipindi cha kwanza ilikuwa akipigiwa simu hapokei.
Ndio baadaye akawa akipigiwa simu haipatikani. Naomba Watanzania wenzangu mnisaidie ili niweze kurudisha uwezo wangu wa kuona. Mama Samia, naomba unisaidie. Mkuu wa mkoa, naombeni mnisaidie ili niweze kurudisha uwezo wangu wa kuona. Waliniambia gharama ya mtoto kufanywa upasuaji ni shilingi 300,000. Sasa hiyo 300,000 yenyewe nikifikiria hata 500,000 sijawahi kushika. Sasa 300,000 ni ngumu sana kupata mtoto aweze kurudisha uwezo wa kuona. Waliniambia mama, ujitahidi sana kwa sababu tutarudi tarehe 24 ndio inatakiwa mtoto afanywe operation. Mwezi wa 6 ndio inatakiwa mtoto afanywe operation. Kwa hiyo mama kajitahidi sana, mwanao ana uwezo wa kuona. Sasa ndo nimekuja kwa Tanzania wenzangu waweze kunisaidia mtoto wangu arudishe tena uwezo wa kuona. Namba zangu ni 07 69 99 97 32. Namba zangu nilisajiliwa na mtu, jina litatoka Robert Kingi. Ninachomwambia baba mtoto popote pale alipo, kama ananisikia arudi aje kuangalia familia yake. Mimi mwenyewe siwezi, maana mimi nitafanyaje? Sitaweza kuwalea watoto mwenyewe. Mimi nitaishije maisha ya kuombaomba kila siku? Arudi, magonjwa huwa yanatokea. Arudi tu nyumbani, tuje tulee watoto. Ukikimbia kule kwa wakwe, hata basi hata upata hata mtu wa kukuambia basi hata tufanye hivi, hayupo. Unaangalia watoto wanakutegemea wewe. Hapo kakuacha una watoto 4, mmoja yuko form 2. Sasa ukiangalia katika haya mazingira yanakuwa ni magumu, kachukua vitu vyote, sina pa kukaa. Ukikimbia huku nyumbani, mazingira na wewe huku nyumbani yanakuwa ni magumu sana. Kipato hakipo. Unakuta muda mwingine hata mtoto hakiumwa, huna hata ile hela ya kusema umnunulie parasita. Wengine wanakushauri mambo mengi sana, utashauriwa na wewe waache watoto watelekeze uondoke. Sasa ukiangalia tena watelekeze watoto, baba kashawatelekeza watoto na watelekeze, hapo inakuwa ni ngumu sana. Safari inakuwa ngumu sana. Unajaribu kumtafuta hata mume kwenye simu, unapiga simu hazipatikani. Unakimbia kule kwa wakwe, hata kama hata watakusaidia, hata mtu akikusaidia kimawazo tu hamna. Yaani kila mtu anakuambia utajua mwenyewe, utafanyaje. Kwa hiyo safari inakuwa ni ngumu sana.